Mheshimiwa, na kuregesha nyuma kidogo tu pale ambapo ulimpa rais ushauri kuhusiana na nafasi ya Musalia Mudavadi kama PCS, Prime Cabinet Secretary. Na katika hilo rais amepatikana ama amenaswa kwenye kamera akisema kwamba you are incompetent, na kwamba afisi ambayo ulikuwa hudumu kama mwanasheria mkuu haukuwa unatosheleza ama haukuwa umefikia viwango vya kuongoza ofisi ile, you are incompetent. Unasemaje kuhusiana na hilo ukizingatiwa kwamba ni wewe binafsi ambaye ulikuwa unampa baadhi ya hizi shauri ambazo hakuzizingatia? Wajua, William Ruto wako 21. Mimi sijaona mtu mrongo kama huyu. Mimi sijaona, nafikiri huyu ule inaitwa pathological liar. Kwanza aliponiuliza kama nitachukua kazi ya wanasheria mkuu, nilikataa. Na tukakaa siku kama 2-3 hivi, nikaitwa na Wetangula. Tukaenda tukakutana pahali Karen. Akaniambia ametumwa na rais. Akaniuliza, akanikameza umetumwa aje? Nimeambiwa nikuje kwa sababu rais anajua tulikuwa Wetangula tumesoma pamoja. Tulikuwa tunalala chumba kimoja. Class moja. Mimi pahali nilianza kufanya kazi. My first station nilipoanza kazi ilikuwa Bungoma, ambako ndiko nyumbani kwa kina Moses Wetangula. Kwa hivyo Moses ni mtu tumekuwa naye, tumekuwa marafiki wa ndani sana. So ndio sababu rais akamtuma Moses. Nikamwambia unajua nini? Nilimwambia huyu sitaki hiyo kazi. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia unajua, naanza kuangalia naona William nikichukua hii kazi kama hata nipatie nafasi nifanye vile inatakiwa. Na mimi sitaki tutaanze, unajua sasa nikimshauri nimwambie hii sheria inasema hivi. Na kwa sababu sio kitu personal. Ni kwa sababu ya kutumikia nchi. Sitataka kuwa ananiambia hapana sijui inaweza fanyika hivi nini. No. Nikamwambia that's the reason sitaki kuchukua hii kazi. Sasa Moses nikamwambia enda umpatie jibu. Moses akaniambia hapana, hiyo siwezi kumwambia. Labda wewe mwenyewe utafute siku. Nikamwambia sawa, kama uwezi mimi nitamwambia. So tukakaa tena siku kidogo, tukawa tumekutana tena huko Ikulu. Kidogo tunazungumza, tulipomaliza tukiondoka zote akaniambia JB bado niko na mambo na wewe. Gani tena? Tukaingia kwa ofisi. Tukiwa pale akaniambia unajua sijamaliza na wewe. Kama kumaliza nini? Haja sasa wakati huo hakuwa ameuda baraza la mawaziri. Akaniambia unajua JB, niko na marafiki wengi sana wanasheria. Lakini ni wewe mimi nataka, kwa sababu mimi najua you are stickler to the law. Nikamwambia mimi wacha nikwambie ukweli kwa nini sitaki kuchukua kazi. Nikamwelezea ni kwa sababu mimi sitaki tukosane bure. Kwa sababu mimi ni wewe unajua ni kama ni sheria vile inasema hivyo ndivyo mimi nafuata. Na nitachukia, nitakasirika ikiwa nikikushauri kulingana vile sheria inasema uanze kuniambia mambo zingine. Kwa hivyo that's the reason why I don't want to take up the job. Akaniambia exactly that's the reason I want you. Alafu tena kidogo hapo ananiambia lakini unajua hata JB hata mimi kazi zingine za mawaziri hawa au unajua kama ni procurement yoyote ile inafika 5 billion lazima watakuja kuomba wewe kama mwanasheria mkuu. Nikamwambia pana hiyo mimi naijua. Na sijakuwa na sina tamaa ya mambo ya procurement. Kweli. Ni vile nasema sheria, mimi kama utanikubalisha nifanye kazi kulingana na vile mujibu wa sheria nitadeliver. Akaniambia basi. Kama hivyo ndivyo nataka, you have it, you have my word. Lakini baadaye ukawa kwamba uko incompetent. Nitakuwa narudi utueleze kwa nini unahisi kwamba alitoa usemi huo. Tupate mapumziko mafupi.